Asanteni kwa kuwa wasikilizaji wema na kutufuatilia kwa mtandao na pia kuwajulisha hii ni kwa hisani, tunaifanya kwa hisani ya Mombasa Monthly Meeting, na tungependa kuwaalika kwa kanisa letu pia. Tuko hapa nyuma ya Sparky Total Petrol Station, just behind the Total Petrol Station ya Sparky. Ukija hapo utaona kanisa letu limeandikwa Mombasa Friends Church. Unakaribishwa kwa ibada zetu za kila Jumapili. Katikati ya wiki pia tunapatikana hapo, na siku yoyote ukihitaji chochote kuhusu watumishi wa Bwana wanapatikana hapo. Kwa hivyo jihisi uko mahali sawa, jihisi uko sawa, na jihisi Yesu anakuhudumia tunapozungumza kuhusu majaribu. Asanteni sana. Amen. Ya mtazamaji wangu, nataka tuende na wewe moja kwa moja mpaka katika kitabu cha Ayubu, kuanzia ile 1 mstari ule wa kwanza. Nataka nisome nawe na Mungu atazidi kukubariki. Maandiko yanasema hivi: palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mmoja aliyemcha nani? Mungu. Walizaliwa kwake wana 7. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa pili unasema kwamba kisha walizaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mstari wa 3 unasema kwamba mali yake nayo ilikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jonzi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Mstari wa 4 nasema kwamba nao wanawe huenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake, nao wakatuma na kuwaita maumbu wao 3 ili waje kula na kunywa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mstari wa 4 tunarudia pale, nasema kwamba nao wanawe huenda kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake, nao wakatuma na kuwaita maumbu wao 3 ili waje kula na kunywa pamoja nao. Mstari wa 5, basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, kisha akaamka asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema yamkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kufuru Mungu mioni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Mstari wa 6 inasema hivi: ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujidhihirisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu
na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Amen. Asante ndugu Baya. Mungu akubariki kwa usomaji mzuri. Ningependa kuchukua nafasi hii kwanza tujiulize maswali kadhaa yale yanahusiana na majaribu. Ningependa tujiulize maswali kadhaa, alafu tutaelewa majaribu ni nini na yanakuja namna gani na yana kazi gani na ni kwa nini yaje na ni ahadi gani zinahusiana na majaribu. So kitu cha kwanza tukijiuliza ndugu Baya na wale wasikilizaji wote na watazamaji wote, majaribu ni nini? Umewahi jiuliza majaribu ni nini? Utasikia kila mtu kila wakati anakuambia mimi nimepita kwenye jaribu, si ndio? Lakini je, kulala njaa ni jaribu? Utasikia mtu anakuambia nimepita kwenye jaribu. Lakini je, kuwa na upungufu ni jaribu? Nasema kuwa na upungufu kama vile kukosa fedha, kukosa vitu vya kikawaida ni jaribu. Watu wengi kufikia saa hii ndugu yangu, bila kukuficha na bila kuficha wasikilizaji na watazamaji, watu wengi hawajaelewa jaribu ni nini. Na jaribu, kitu ya kwanza, jaribu alikuji kuua kitu chochote kwa maisha yako. Nataka tuanzie hapo. Tukizungumzia kuhusu mambo ya majaribu, hakuna kitu jaribu linaweza kuua kwa maisha ya mwanadamu. Ya pili, jaribu huweka misingi dhabiti kwa maisha na imani ya mwanadamu. Kitu ya tatu, ukisoma Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kila mtume ama kila nabii ama kila yule Mungu aliyekuwa anajivunia naye, kuna wakati amepitia jaribu. So jaribu ni hili. Jaribu ni mtihani wa kukusababisha uongezeke kiimani. Sawa sawa, unanielewa? Jaribu ni mtihani tu wa kimaisha wa kukufanya uongezeke kiimani. Kwa hivyo ukisikia mtu anakuambia nililala njaa, nilipitia jaribu, then you wonder which kind of jaribu. Si ndio? Lakini kuna vitendo ama kuna matukio yakitokea kwa maisha yako, hata Mungu mwenyewe anazungumza kwa niaba yako. Yaani Mungu anatoa ushuhuda kwa niaba yako. Na by the way, yafaa watu wengi wa Kristo wengi wajue jaribu alitoki kwa shetani. Tunaelewana? So mara nyingine watu ulaumu, shetani amenijaribu, shetani amenijaribu, shetani amenijaribu. Nikuulize swali. Wewe ukienda shuleni, huwa unatarajia kufanya nini? Kufanya mtihani, sio? Na ukifanya mtihani, unatarajia huo mtihani hautakuwa mwepesi ama hautakuwa rahisi. Utakuwa ni mgumu. Na ukishapita huo mtihani, unaongezeka ama unasonga hatua nyingine, si ndivyo? Na ukianguka huo mtihani, inabidi tena ufanye nini? Urudie. Tunaelewana? So watu wengi wao ufikiria jaribu linatoka tu kwa shetani. Shetani hana uwezo wa kujaribu mwanadamu yoyote. Hiyo nataka ulijue. Ukiangalia Abraham, baba wa imani, si wamfahamu? Abraham baba wa imani, Mungu alimjaribu ili atoe sadaka ya kuteketeza ya mwana wake wa pekee, nani? Isaka. Na yeye hakusita, alikuwa tayari kwenda kumtoa. Sio Mungu alikuwa anataka damu ya Isaka. Mungu alitaka kujaribu imani
ya Abrahamu ionekane kama ni imani dhabiti kwa Mungu au la. Sawa? Huyo ni wa kwanza. Na ukisoma hivyo tumekuja mpaka tunafikia mtu anaitwa nani? Ayubu. Sawa sawa. Sasa Ayubu, jaribio linakuja kwa maisha yake, ila Mungu mwenyewe anazungumza kwa niaba ya Ayubu. Anasema huyu ni mtu mkamilifu duniani kote. Kwa hivyo nataka kukufundisha kitu, na nifundishe pia msikilizaji na mtazamaji kitu. Kama wewe si mkamilifu, hakuna jaribu utalipata. Nikufundishe ama nikuelezee kitu. Siku moja nilikuwa naishi karibu na bar. Si ndio? Bar iko chini, ground floor, first floor, second floor, kwenda juu watu wanaishi. So bar ilikuwa ground floor. Kulikuwa na watu wanaishi first floor, mimi nilikuwa naishi second floor. Kwa a period of 5 years. Na siku moja nikasikia rafiki yangu anasema kwamba sisi watu wa kumtumikia Mungu hatuna pesa. Si ndio? Lakini hawa walevi kila siku wanakuja kuchoma nyama. Si ndio? Kila siku wanafungua kreti mzima. Unajua sijui bia inauzwa pesa ngapi, lakini sidhani kama iko chini ya 500, sio? Wewe unajua? Okay, mara ya mwisho nilisikia bia ikisomwa ilikuwa kwa budget. Kwa budget ya inchi. Na ikawa imeongezwa pesa sijui shilingi 200, sijui 250, sijui 270. So tukifanya hesabu ya haraka, kreti ya soda inabeba chupa 12. Sijui bia inabeba ngapi. Sijui, lakini wacha tuchukulie kwa mfano inabeba ngapi? 12. Si ndio? 24. So ukifanya hesabu ya haraka 24 times 270 unapata ni 6480 kreti moja. Si ndio? Ukiongeza nyama, saa hii mimi napenda nyama. Si ndio? Najua bei ya nyama. Bei ya nyama saa hii kilo ni shilingi 550. Sio? So 6480. Ukiongeza 6480, ukiongeza nyama kilo 10, 5400, unapata plus 5400. Unapata huyu mtu anatumia kwa siku 11880. Kama amenunua bia kreti moja na nyama kilo 10. Hatujaongeza unga, hatujaongeza kitunguu, hatujaongeza mambo mengine. Hayo vile vizidishi ama viongezeo, sio? So huyu jamaa akawa rafiki yangu, akawa akipita kila siku, anatoka kwa shughuli zake za kila siku. Labda yeye amebeba sukuma na ni mtumishi wa Mungu, sio? Na amebeba omena wa shilingi 30. Lakini anaona huyu jamaa kila siku anatumia hiyo pesa. So akaniambia, nashangaa, ni sisi wa Kristo tumepotea ama hawa ndio wamepotea? Kwa sababu kwa nini sisi wenye tunamcha Mungu hatuna, ili hali hawa wenye hawamchi Mungu wako navyo? Sio? Hakujua kama mimi ni mtumishi wa Mungu. Lakini nilimuelezea hiki kitu basing kwa hii verse ya Ayub. Wewe kama si mkamilifu, hakuna jaribu unapita. Tunaelewana? Kama haujakamilika machoni pa Bwana, hakuna mtihani. Kwa sababu Bwana anapeana mtihani kwa wale wenye amekusudia wamekamilika mbele yake, ili awaongezee, ili awainue. Sawa sawa? Ili imani yao ikuwe dhabiti, ili waongezeke, wasaidie wengine. Sawa sawa? So ukipitia jaribu
Ama wewe unakemea shetani ukishaanza kupitia jaribu? Ukiwa mgonjwa ni wakati wa kukumbuka kwamba kwa mapigo ya Yesu Kristo tulifanywa kuwa wapo wenye afya. Sio? Ni lazima ukiri hizo verses. Ndiyo, mimi ni mgonjwa, lakini Biblia inasema kwa mapigo nilifanywa kuwa, nimefunguliwa, nimeponywa. Lakini uwezi sema shetani ameleta magonjwa ananitatiza. Hawe kutatizi. Ni imani yako tu inapimwa ionekane. Je, unajua scripture? Do you understand the scripture? Ukisoma in Deuteronomy, Biblia inasema ni mapenzi ya Mungu mjenge majumba mazuri na muishi ndani yake. Si ndio? Kumbukumbu la Torati. Sijui Kumbukumbu la Torati, ngoja nikuonyeshe. Usiseme ati ni kitu hakuna. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 8:12. Kumbukumbu la Torati kwa huko. Kumbukumbu la Torati. Acha nataka usome kwa Kiswahili ndio umeiona. Kumbukumbu la Torati 8:12. Kumbukumbu la Torati 8:12. Rudi nyuma. Kumbukumbu la Torati. Kwa Kiswahili, kwa Kizungu inasema hivi. Mimi Biblia yangu ni ya Kizungu. Kizungu inasema hivi. Inasema otherwise. Ngoja niitafute Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati hii hapa. Kumbukumbu la Torati 8. Nataka usome ndio wasikilizaji waelewe. Kumbukumbu la Torati 8:12. Nataka usome 12, mstari wa 12. Kumbukumbu la Torati 8:12. Maandiko yanasema hivi. Angalia utake kuamuru leo. No. Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 12. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usienuke ukamsahau Bwana Mungu wako. Amen. Biblia inasema hivi, na wakati, Kumbukumbu la Torati 8:12 inasema, na wakati utakapokula na umeshiba na umejenga nyumba mzuri na kondoo wako wameongezeka. Kwa hivyo Ayubu alikuwa amejenga nyumba mzuri? Ndiyo. Sawa. Kondoo wake walikuwa wameongezeka? Ndiyo. Punda walikuwa wameongezeka? Ndiyo. Akawa anamshukuru Mungu? Ndiyo. Si ndio? Kila kitu amepata. Amejenga nyumba mzuri, ako na mke mzuri, ako na watoto wazuri, ako na kondoo na mbuzi na punda na ngamia. Kila kitu chake kilikuwa kimeongezeka. Kwa hivyo yeye alikuwa amekamilika machoni pa Mungu. Na ndio maana Mungu anamzungumzia Ayubu kwa mstari wa 6. Kuanzia 6 kwa 7, 8 anasema hakuna mtu mkamilifu duniani kama nani? Ayubu.
Kwa hivyo jaribu kukukujia, lazima number 1 uwe umekamilika. Lazima uwe uko na kila kitu. Sawa? Jaribu aiendei wale ambaye hawana kitu. Nikuulize swali. Umewahi ona mwenda wazimu kama amegonjeka? Umewahi sikia mwenda wazimu ameshikwa na kolera na diarrhea? Lakini kwa nini wale watu wenye wanakula vizuri, vyakula vyenye vimesafishwa, wanashikwa na diarrhea, wanashikwa na kolera, wanashikwa na amiba? Ili hali huyu mwenye anaokota kwa pipa kile chenye kimeoza na umetupa, anakikula na bado agonjeki. Unaelewana? Ni kwa sababu gani? Wewe umekamilika, ndio maana jaribu zinakukujia. Na jaribu zinapokukujia, hazikuji kukumaliza, zinakuja kukujenga kiimani. So number 1 kwako wewe kujua maana ya kujaribiwa ni kupandishwa cheo na kupitishwa kwa mtihani ili ufanikiwe kiimani, si kimaisha. Wacha hii story yenye watu wao wanasema, "Bongo naomba unibariki na gari kubwa na mke mnono." Na hizo story wachana nazo. Hizi story wachana nazo. Wewe kuwa mkamilifu. Ukishakuwa mkamilifu machoni pa Mungu, jaribu litakuja kulingana na ile ukamilifu wako. Daudi, kwa nini Mungu anasema Daudi, nimepata mtu ambaye nafsi yake inanitafuta mimi? Si ndio? Ni kwa sababu Daudi alikuwa mkamilifu. Na Daudi kuwa mfalme alipita kwa mtihani. Ndio maana unaona anamwambia Sauli, wakati nilikuwa nachunga mbuzi za baba yangu, dubu alikuja. Sio? Hiyo dubu ilikuwa ni mtihani wa kumuandaa. Nikampiga, nikamrarua, nikammaliza. Anasema na sio hiyo tu, kuna wakati simba alikuja, nikapambana na yeye, alikuwa amechukua ndama, nikamnyang'anya, nikampiga, nikamuua, nikarudisha ndama wangu. Kwa hivyo huyu Mfilisti ambaye ni Goliathi si tofauti na yule dubu na si tofauti na simba. Umenielewa? Kabla ufaulu kwa maisha, ndugu yangu, nataka ujue hiyo. Kabla ufaulu kwa maisha, lazima mtihani uje. Na mtihani ni jaribu. Nimeenda mbali sana. Wacha tuzungumzia mtu anaitwa Yesu Kristo. Sio? Ukisoma Biblia, baada ya Yesu Kristo kubatizwa, sio? Kwa kitabu cha Mathayo, alipobatizwa, Biblia inasema baada ya kujazwa, si Biblia inasema alibatizwa, akatoka ndani ya maji, Roho wa Mungu akashuka kwa mfano wa njiwa. Sawa sawa? Akatua juu yake na sauti ya Mungu. Kwa hivyo umeona, kwa jaribu lazima sauti ya Mungu ikuwepo. Na sauti ya Mungu ikatoka mbinguni ikasema, huyu ndiye mwana wangu wa pekee ninayempenda. Kwa hivyo chochote kile atakachowaambia msikizeni. Kisha Biblia inasema baada ya Yesu kujazwa na Roho Mtakatifu, akaelekezwa wapi? Jangwani. Ili afanye nini? Ajaribiwe. Si hivyo Biblia inasema? So majaribu haikuji kwa watu wenye hawana roho. Unanielewa? Lazima uwe kwanza umejazwa na Roho Mtakatifu. Na huyo Roho ndiye atakayekuelekeza wapi? Jangwani. Na kule jangwani ndio kuna majaribu sasa yenye yamepangwa na huyo Roho. Hayapangwi na shetani. Kwa sababu kama majaribu yangekuwa yanatoka kwa shetani, Biblia ingetuambia Yesu baada ya shetani kumshika mkono, wakaandamana kwenda wapi? Jangwani. Lakini Biblia inasema baada ya Roho kujazwa ndani ya Yesu Kristo, huyo Roho akamuelekeza wapi? Jangwani. Sasa alikuwa anamuelekeza jangwani ili kuwa nini? Prepared. Kutengenezwa kwa sababu ya ile kazi ilikuwa mbele yake. Sasa sikiza nikufundishe kitu. Na kuanzia asubuhi ya leo uwe mwerevu, na pia wasikilizaji wakuwe werevu. Wakati unapita kwa jangwa, si mwisho wa maisha. Unanipata?
wakati unapita kwa ukame si mwisho wako. Wakati unaona mambo yamefika mwisho si eti umeisha. Mungu anataka useme imeandikwa. Unaipata? Number 3. Unapokuwa kwa jangwa na unajaribiwa, omba. Yesu alipokuwa kwa jangwa akienda kujaribiwa, tunakuja kuona mara ya mwisho majaribu yanakuja ili ageuze jiwe likuwe mkate, si ndio? Lakini kuanzia mwanzo alikuwa anafanya nini? Anaomba. Hebu fungua Mathayo 26:41. Mathayo 26. Soma Mathayo 26:41. 26 mstari wa 41. Ya maandiko yanasema hivi: kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Kama bado tunaendelea kueleza hiyo kitu, nataka ufungue Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 10:13. Mathayo 26:41 inasema hivi: kesheni mkiomba, kwa maana roho i radhi lakini mwili dhaifu. Kwa hivyo ni roho ndio ukubali nini? Majaribu. Lakini mwili huwa unadhoofika, kwa sababu siku zote mwili upigana na roho. Unaelewana? So siku zote jaribu likikuja halitakuja kupitia upande wa roho, kwa sababu roho tayari imejiandaa kwa sababu ya jaribu. Siku zote jaribu litakuja kupitia upande wa mwili. Umenipata? Ndio maana Ayubu roho yake, Mungu anasema roho yake isiguzwe. Sawa sawa? Kwa sababu Mungu alikuwa anajua roho yake imejipanga kwamba shetani kama angemuua Ayubu, Mungu alikuwa anajua tayari Ayubu anaenda mbinguni moja kwa moja. Kwa hivyo ukimuua hakuna kitu umefanya, sio? Lakini anaruhusu nyama ya mwili wake ishikwe, anaruhusu hisia za uchungu ziletwe kwake. Na hisia za uchungu kuletwa kwake ilikuwa hivi: mali yake imalizwe, umasikini uletwe, sio? Akae kwa uchungu. Mke wake amuongeleshe upumbavu na ujinga, sio? Ndio, yani ile vitu vyenye vinahusiana nje. Lakini hata wale marafiki zake watatu wenye walikuja kumuona Ayubu, Biblia inasema walikaa naye zaidi ya masaa 72, sio? Hawasemi chochote. Ni kwa sababu walikuwa wanaona ile uchungu wenye Ayubu alikuwa anapitia ndani, ila hawakuwa wanaona kile kitu kilikuwa ndani ya Ayubu. So mara nyingi jaribu likikuja, watu huona the outside appearance ya kitu. Lakini Ayubu anawaambia kwa mstari wa mwisho kwamba tupu nilikuja hapa duniani na pia tupu nitarudi, kwa kuwa Bwana ndiye ni upeana na Bwana ndiye uchukua. Na kisha anamaliza kwa kusema aje? Jina la Bwana lifanye nini? Libarikiwe. Na kuambia hivyo kwa sababu gani? Ukiwa ni mtu wa kuomba kila wakati na kusali, roho ikishasimama, hata mwili ukigongwa, roho inabaki imara. Na kitu muhimu yafaa watu wachunge kwa maisha yao kila wakati ni kukosea roho wako. Kwa sababu ukikosea roho wako, anakosa ile ukamilifu wa kusimama mbele ya kiti cha enzi. Now, ukisoma Yohana Mtakatifu 4:23 mpaka 24, Biblia inasema hivi: Mungu ni roho,
na anatafuta wale wanaomwabudu katika roho na kweli. So Mungu si mwili na atafuti wale watu wanaomwabudu kwa mwili. Kwa hivyo majaribu siku zote itakuja kwa mwili, kwa sababu mwili hauabudu, roho ndio inaabudu. Unanipata? Kwa hivyo roho ndio upeana maabudu kwa Mungu, si mwili. Ndugu yangu, acha mimi nikufundishe kitu. Ukiona mtu anakuja kanisani na anatembea hivi polepole, unajua venye watu wokovu utembea polepole, sio? Wale watu wamekula neno wanatembea polepole, humble. Hiyo ni roho? Hiyo si roho. Mara nyingi nimekuja kugundua wale watu ucheka na wewe, ndani yao ni maadui zako. Kwa hivyo mtu kukusmailia ama kukuchekea haimaanishi kwamba anakupenda. Mtu kulia pamoja na wewe haimaanishi ati ako kwa kilio chako. Kuna machozi mengine ni ya furaha. Unanipata? So ukiwa kwa tatizo na upate mtu anakuja kulia pamoja na wewe, James inasema test the spirits, jaribuni hizi maroho, kwa sababu mengine yanakuja kulia na wewe lakini yanalia machozi ya furaha, kwamba tulijua. So ukisikia mtu anakuambia ndugu, pole, be careful. Na by the way, mimi wasipendi kuhug watu. Mimi sipendi. Kwa sababu gani? Hata Judas Iscariot alihug Yesu. So lazima tujue majaribu haikuji kwa mwili, inakuja kwa nafsi. Na ukisoma Wakorintho wa kwanza 10:13 inakuambia hivi, kila mmoja ako na uwezo. Kila mmoja ako na uwezo wa kushinda majaribu yenye amepewa. Kwa sababu Mungu hawezi kukupatia jaribu bila kutengeneza njia. Umeipata? Wakorintho wa kwanza 10:13. Hebu soma. Nitasoma Wakorintho. Maandiko yanasema hivi: jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupitia mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kustahimili. Yes. Umesikia hiyo maneno? Umesikia hiyo maneno? Kwamba kwa kila jaribu Mungu hawezi kukupa jaribu lenye anajua uwezi shinda. Na hata likakuwa gumu namna gani, bado atatengeneza mlango. Wajua ile ya Abrahamu ilikuwa ngumu sana, lakini mwana kondoo alitoka wapi akakwama kwa kichaka? Ilikuwa ngumu. Hata kama ni mimi singeenda, wewe ungeenda? Haungeenda. Lakini kwa sababu roho ilikuwa imeamua, Bwana akaona the intention of the heart, na ndio maana akafanya nini? Akawa ametengeneza njia. Nataka ufungue Timotheo wa kwanza 6:9. Timotheo wa kwanza 6:9. Nataka tuangalie, ujue mara nyingine majaribu ukuja tu kwetu, lakini Mungu huwa ashaandaa njia, ni sisi wenyewe tunatakanga kujisumbua. Timotheo wa kwanza 6 mlango wa 9. Hapo mlango wa 9. Sasa ujue hivi, Mungu huwa tayari ametengeneza njia, hata ukajaribiwa namna gani. Ukishainuliwa, ukijaribiwa namna gani, Mungu huwa upande wako. Ndio maana Warumi inasema, je, Mungu akiwa upande wetu, nani atakuwa kinyume? Je, ni njaa? Hapana. Ni mke? Hapana.
Ni mume? Hapana. Ni kazi? Hapana. Ni vita vya huduma? Hapana. Kwa sababu Mungu akiwa upande wako, siku zote atafanya nini? Atakupigania. Hata jaribu likikuja upande wako, Mungu huwa ameandaa njia tayari. Ni wewe tu usimame, umtazamie Mungu. Ndio maana Daudi anasema, nainua macho yangu milimani, sio? Natazama milimani. Msaada wangu natoka wapi? Hautaki kwa jirani, haitoki kwa wale wenye wako na pesa, haitoki kwenye wako na vyeo, haitoki kwa wenye mamlaka, inatoka kwa Mungu. Lazima watu wajue hivyo. Kwa hivyo majaribu haiwezi uwa mtu, ila ni sisi wenyewe tunajileteanga tabu. Na ninataka uangalie kwa Timotheo wa kwanza 6:9 ujue hii shida huanzia wapi. Amen. Haleluya, mtazamaji wangu. Naamini ya kwamba unatembea na sisi hatua kwa hatua. Nataka tusome Timotheo. Sikiza kwa makini na Mungu azidi kukubariki. Timotheo 6:9. Maandiko yanasema hivi: lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotovu na uharibifu. Rudia. Nitarejelea tena. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotovu na uharibifu. Sasa umeona, hakuna jaribu lenye huwa limebekwa hili ni la mtu fulani, sawa sawa, na hakuna jaribu limeandikwa kwamba ni la mtu fulani atapitia ndani. Ila Biblia inasema hivi, wale wenye wako na tamaa ya mali huanguka kwenye majaribu. Na nataka ufungue waraka wa Petro wa pili. Waraka wa Petro wa pili 2:18. Ndio ujue ni kwa nini watu wenye wako na tamaa Kwa nini watu wenye wako na tamaa ya mali huanguka haswa kwa waraka wa pili wa Petro. Hii ni waraka wa kwanza, wa pili kwa mbele. Nataka uangalie ni kwa nini wale watu wenye huwa wako na tamaa huanguka kwa mtego wa majaribu. Wajua, wacha nikupe mfano rahisi. Nitumie akina dada zetu, si ndio? Kwa nini huwa wanajipata wameingia kwa makosa ya kushikana na wanaume wa watu na mashuga baby, ni mashuga baby. Haleluya. Ni kwa sababu nini? Ya tamaa. Ni tamaa. Lakini ukiwa unaridhika na kile chenye uko nacho, nimekuja kugundua watoto wa colleges and universities wako na hiyo shida sana. Ndio unasikia sijue mbunge wa wapi sijue aliua msichana, sijue alimpata na rafiki mwingine. Ni kwa sababu ya tamaa. Mzazi amekupeleka shule usome, amejizatiti, amekupa 1,000. Itumie vizuri hiyo 1,000. Unatafuta 10,000 za nini? Soma kwa bidii, Mungu akusaidie, utapata kazi yako, utapata 10,000. Lakini kwa sababu ya tamaa ya kutaka nionekane kama mtu fulani, nionekane niko zaidi ya mtu fulani, hata kwa huduma hizi vitu ziko. Unapata wewe ni mhubiri, mimi ni mhubiri, lakini mimi nina lazima nang'ang'ana nikuwe zaidi yako. Hapana. Ndio majaribu huanzia hapo. Na ndio maana unasikia mapasta wengi wanaenda sijui ni Nigeria, Tanzania, sijui wapi kwa mchawi, sio? Kutafuta nguvu za kuangusha watu chini. Sasa unaangusha aje mtu chini na hujaangusha lile pepo lenye liko ndani yako? Kwa maana Paulo anasema
Vita vyetu si vya nyama na damu. Sasa wewe ukingangana, lazima nikuombee, nikushike, nikutingishe, nikuangushe chini. Alafu nimeangusha nini kwa maisha yako? There is nothing. Kwa hivyo vita si vya nyama na kuangushana chini na kuonyesha ati nani ameangusha watu wengi na nani amesimamisha watu wengi. Nonsense. Vita ni, je, tumeshinda jaribu? Na jaribu haswa la mali tumelishinda? Jaribu la pesa tumelishinda? Jaribu la mwili tumelishinda? Lazima tukue na imani ya kushinda haya majaribu. Ndio tunaposimama, tunasimama tukijua kwamba Mungu ako na ushuhuda na maisha yetu. Hebu fungua waraka wa pili wa Petro, mlango ni wa 2 mstari wa 18. Amen. Maandiko yanasema hivi: maana wakinena maneno makuu mno ya kiburi kwa tamaa za mwili na kwa ufisadi, huwaahadaa watu walioanza kuwakimbia, wala wanaoenenda katika udanganyifu. Mstari wa 19. Hiyo pekee yake. Okay. Hiyo pekee yake. Amen. Hiyo pekee yake. Nataka urudie hiyo mstari. Hiyo pekee yake. Amen, nitarudia. Maana wakinena maneno makuu mno ya kiburi kwa tamaa za mwili na kwa ufisadi, huwadaa watu walioanza kuwakimbia wale wanaoenenda katika udanganyifu. Umeona kitu sasa? So jaribu likikuja upande wako, kama wewe ulikuwa mhuduma ama ulikuwa kwa ndoa ama ulikuwa kwa kikazi, sio? Na ujipate kwamba umepandishwa cheo, na hiyo cheo sio ukipandishwa cheo huwa inamaanisha wewe ni mkubwa. Huwa inamaanisha umewekwa hapo ili uhudumie wenzako. Kwa mfano, mimi kama mchungaji nimewekwa wakfu na kupewa kibali. It is not a right. Sio? Si right ati lazima mimi, hapana. Nimepewa tu kibali na Mungu nikuwe mchungaji. Sio mimi niko juu ya mtu, ni mimi niongoze watu. Now, ukijipata uko in that position na unainuka na kiburi na madharau, na Biblia inasema na nini? Na ufisadi, basi watu huanza kukutoroka. Kwa sababu ya nini? Ya hilo jaribu ulivyopewa la cheo haukulitumia vizuri. Na watu wakishaanza kukutoroka, watu wengi huanza kutafuta sababu. Kwa nini watu wananitoroka? Ndio hapo huanzia nini? Vitina. Ndio hapo huanzia nini? Masengenyo. Na sasa masengenyo na vitina ikiingia, huwa inaumiza roho yenye iko ndani yako. Kwa hivyo unajipata badala ya kuinuka unashuka. Umenielewa? Na nataka usome waraka wa Yohana kwa tu hapo mbele. Waraka wa Yohana wa kwanza mstari wa 2, mlango wa 2 mstari wa 16. Alafu nikuelezee hizi vitu vitatu zenye usababisha watu kuanguka kwa majaribu, kisha tutakuwa tunamalizia hapo. So utasoma waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ni wa 2 mstari wa 16. Ya, nitasoma. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Nitarudia tena. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Basi sasa nikumalizie hili kwa kukuambia hili jambo, na niambie msikilizaji, yale majaribu mengi yenye Wakristo wanapitia, ikiwemo mimi na wewe na yule mwingine, yamewekwa aina ngapi? 2.
Na mimi nimekuambia siku zote jaribu huwa linakuja kwa sababu ya ndani. Lakini haya yenye yanakuja yenye yanahusu mwili na vitu zetu za kawaida hazitoki kwa Baba, zinatoka hapa. Na haswa majaribu imelemea watu kwa sababu watu wameshindwa kupambana na hizi vitu vitatu. Hii ndio cause ya watu kulemewa kwa maisha. Jaribu likikuja, likipata uko na hizi vitu vitatu ambapo huwa ziko duniani na zitakuwepo duniani na milele zitakuwa duniani. Ukiyashinda haya mambo matatu, umeshinda nini? Majaribu. Ya kwanza ni tamaa ya mwili. Jaribu likikuja kwa maisha yako, huwa linaanza na tamaa ya mwili. Kwa sababu siku zote mwili upenda kufurahishwa, si ndio? Na kwa nini umesikia wachungaji wengi wameshikwa na wanawake wa watu, sio? Wahuduma wengi wamelala na mabibi za watu, wahuduma wengi wanakorogana wenyewe kwa wenyewe, Wakristo wako tu wanafanya vitu vyao. Ni kwa sababu wameshindwa kupambana na jaribu la kulemea mwili. Ukishinda mwili by 2% kwa ufalme wa Mungu, umepanda to 50%. Unasikia? 2 out of 100% ukishinda mwili wako, ukikuwa na ile self control, sawa, kwa ufalme wa Mungu umepanda cheo. Kwa sababu hakuna dhambi yenye inasababisha majaribu mengi duniani kama dhambi ya mwili. 2, dhambi ya macho. Dhambi ya, wajua mwili uko interconnected na macho. Lakini the problem ni kwamba macho ina take direct ndani kwa ndani. Macho yakishaona yanatuma signal to the mind, to the heart, to the inner person. Na ndio maana ukisoma Mathayo 5:28, Biblia inasema Yesu akawaambia, si lazima kufanya kitendo, lakini kwa kutazama kwa macho ya tamaa ushazini. Si ndio? Meaning macho yanaweza kukuelekeza vizuri ama macho yanaweza kukuelekeza vibaya. Kwa hivyo ni lazima tukue na macho ya kiroho. Mambo ya kimwili yakikuja, tunatafsiri na macho ya kiroho ili tunabaki kwa roho. Lakini tukibaki na macho ya kiungu, kwa mfano tukiandaa kama mkutano kama huu wenye tumeandaa ukumbi wa leo, watu wasipokuja 1000 hatujafanikiwa, basi hapo tumepotea. Lakini tukifua na macho ya ndani kwamba kwa hii mkutano yenye watu wamejaa hapa, kati ya hawa watu 10 wenye tuko kwa hii ukumbi leo, mtu mmoja ndio Mungu anataka kuhudumia, tutafaulu. Ya mwisho ni kiburi cha maisha. Kama kuna kitu kinasababisha watu kulemewa na majaribu, ni kiburi cha maisha. Na wacha nikwambie, kwa bahati mbaya kama Yesu angekuwa na kiburi, wokovu usingekuwa umepatikana. Kwa sababu Yesu alijua yeye ni mwana wa Mungu. Ukisoma Yohana Mtakatifu 1:1 inasema hata hapo mwanzo kulikuwepo na neno, si ndio? Na neno ilikuwa ni Mungu, na vyote viliumba kwa sababu ya neno. Kwa hivyo Yesu alikuwepo wakati wa uumbaji. Na ndio maana ukisoma mwanzo 1 inasema wakati Mungu alikuwa anataka kumuumba mwanadamu, akasema na tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Sio? Hakuwa Mungu peke yake. Alikuwa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. So Mungu akisema tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu, Yesu alikuwepo. Kwa hivyo tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na Yesu na Roho Mtakatifu. Sawa sawa. Na ndio maana tukilemea kiburi cha maisha, tunapata ufalme moja kwa moja.
Na Yesu alijua hii. Alikuwa na uwezo wa kubadilisha jiwe kuwa mkate, alijua. Yesu alijua hii. Alikuwa na uwezo wa kuambiwa malaika na ruka munishike, na wangekuja wakamshika. Yesu alikuwa na uwezo, angetaka kumwabudu shetani. Yesu ana uwezo, alikuwa anajua hata bila kuabudu shetani, akitaka kutengeneza mali yake anatengeneza. Kwa sababu hiyo yote yenye shetani alikuwa anamuonyesha ni mali yenye Yesu aliumba wakiwa na Mungu. Kwa hivyo angekuwa na kiburi, angemwambia shetani, sikiza bwana, hizi vitu zote zenye unaniambia utanipatia, mimi naweza umba zangu. Na angeamuru na zingefanyika. Lakini aliacha hicho kiburi ili mtu wa ndani atukuke, na sisi, mimi na wewe, tufanye nini? Tusaidike. Kwa hivyo tuzidi kufundishana. Majaribu yako sio kwetu tu, bali mimi na wewe kusaidiana. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana, Mungu awalinde, na muendelee kutufuatilia ili tujifundisha mengi kuhusu Mungu. Asante. Nataka niseme ya kwamba wewe mtazamaji wangu unayenitazama, tumezungumza mengi ama tumesema mengi kwa ajili ya neno la Mungu. Hivyo basi kama umekuwa pamoja nasi, naamini ya kwamba umepata kubarikiwa. Hivyo zidi tutegea siku baada ya siku nyingine, tutakuwa tunazidi kuelimishana na mambo mema itazidi kutendeka juu ya maisha yetu tunapotusikiza. So nitumaini yangu kwamba kile ambacho umekipata hautakuwa tu kawaida, bali Mungu atakubadilisha katika maisha yako. Nataka ufunge macho yako mahali ulipo ili tuamini kwa ajili ya maombi, na Mungu wa mbinguni atazidi kukubariki. Funga tu macho yako tukaweze kuomba. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neema yako ambayo umetupatia ya kusimama tena ama ya kukaa katika mfalme wa mbinguni mazungumzo hayo kwa ajili ya neno lako Bwana. Pokea sifa na utukufu kwa Mungu, umekuwa mwaminifu. Angalia Bwana atakuja hata wasikilizaji wetu, mfalme waliotusikiza, mfalme ambao wanaenda kutazama mfalme wa mbinguni. Acha Bwana ukapate kuwaneemisha yale ambao mfalme tumeyasema hapa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Acha Bwana ukaweke mfalme wa mbinguni kibao ndani ya maisha yao, ya kwamba wanaposikiza mfalme, wanapofuatilia Bwana, acha Mungu kageuza ile mioyo migumu, Bwana ukapate kuleta moyo wako wa nyama na kiu mfalme ndani yao, kiu ya kiungu, wakapate mfalme wa mbinguni kusikiza na kutazama na kupata kuyatafakari mapenzi yako. Uinuliwe Bwana, utukuzwe, kwa sababu Mungu unaenda kuongezeka ndani yao. Kapate Bwana kusimama nasi mfalme, kazidi Bwana kuwa pamoja nasi. Kama unaposimama tena mfalme kwa ajili ya ukuu wako, acha Bwana ukapate kututenda mema, na msikilizaji Bwana ukamweke usalama wako, kamlinda, ukampigania, ukampatia afya, kazidi kumsimamisha kwa utukufu wako. Uinuliwe Bwana, mahali ambapo mwanadamu huyo ambaye amesikiza mfaka kosa kuelewa, acha Bwana ukapate kumpatia ufunuo zaidi, na akapate kuelewa sawa sana mapenzi yako mfalme wa mbinguni. Uinuliwe Bwana, utukuzwe, maana Mungu umetutenda mema. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amina.